Habari ndugu mteja, karibu tena kwenye mwendelezo wa tutorial zetu za FK Pharmacy application. Leo nitakuonyesha jinsi gani ya kuweza kuweka dawa ama kuweka inventory kwenye app yetu ya FK Pharmacy. Baada ya kufanya usajili au baada ya kutengeneza duka letu la dawa kwenye app yetu ya FK Pharmacy, sasa kinachofuata ni jinsi gani ya kuweza kuweka inventory ama kuweka dawa ama kuweka product kwenye app yetu ya FK Pharmacy application. Hii ndo dashboard yetu kama unavyoona. Kwa hiyo hapa utakuja kwenye quick action hapa kama unavyoona kuna sehemu imeandikwa add medicine hapa, utaklik na kuna njia mbili. Utakuja unaweza ukaja kwenye add medicine au ukaja kwenye manage medicine hapa. Kwa hiyo utakuja kwenye manage add medicine hapa kwenye quick action utabonyeza. Ukishabonyeza tuna namna mbili ya kuweza kuadd medicine ama kuadd product kwenye app yetu ya FK Pharmacy application. Kwanza kabisa tuna product au tuna dawa ambazo zipo kwenye mfumo ambao ni sehemu ya catalog. Kwa hiyo ina maana unaweza tu ukasearch hiyo dawa husika, then baada ya hapo unaweza ukaadi kwenye app ya FK Pharmacy. Vile vile tuna njia ya custom way ambayo hii njia unaweka manual. Kwa hiyo nitaelekeza njia zote hapa ni namna gani ya kuweza kuweka dawa kwenye app yetu ya FK Pharmacy. Hii njia ya catalog ni inarahisisha namna ya kuweka dawa kwa sababu kuna dawa kabisa zipo zaidi ya 1000. Kwa hiyo nitaonyesha jinsi gani ya kutumia catalog na vile vile nitaonyesha jinsi gani ya kutumia custom. Kwa njia ya catalog utakisha ile current yako ipo kwenye catalog hapo, then utakuja kwenye search, utasearch hiyo dawa ambayo inabidi uweke kwenye app yetu ya FK Pharmacy. Kwa mfano sisi tuna search amoxicillin kama unavyoona hapa, then zitakuja dawa nyingi kama unavyoona hapa. Tunaangalia amoxicillin ipo wapi. Amoxicillin dawa zipo nyingi sana. Dawa zipo nyingi, utasearch, utaongeza uone kama itakuja au haiji. Kama haiji tunaachana na tuchukue tunaadi hii hapa, tunaadi. Utaiklik, ukisha click hapa then baada ya hapo unaona hapa ishakuja. Kwa ina maana tutaweka quantity hapa kama unavyoona hapa. Je, hizo stock yako unazo ngapi? Mfano sisi stock tunayo 100 hapa. Kwa utaweka 100. Sawa. Baada ya hapo buying price kama unavyoona hapa. Buying price, je, hizo dawa unauza kwa shilingi ngapi? Mfano sisi hapa tunauza dawa hizi ni dawa kwa buying price bei ambayo tununulia tumenunulia kwa 100 na bei tukayauzia tunauza kwa 200 kama unavyoona hapa. Baada ya hapo kuna vitu vya kuweka, mfano kuna batch number na expire date. Mfano tunaadi batch number tunaacha sababu hivi ni sio lazima, kwa hiyo tunaweza kuamua tu. Kwa hiyo ina maana kama ni expire date inayo unaweza kaweka kama expire date ni lini, unaweza kaweka tarehe 25 March 2027 unaadi hapa kama unavyoona. Baada ya hapo unaadi dawa kupitia catalog. Kwa ni tayari hapo ushaweka unaadi dawa kupitia catalog. Baada ya hapo dawa itakuwa tayari imeongezeka kwenye mfumo wetu au kwenye app yetu ya FK Pharmacy. Kwa ina maana ukija kwenye manage medicine hapa utaona dawa tayari imeongezeka kwenye app yetu ya FK Pharmacy kupitia njia ya catalog. Vile vile naonyesha ni jinsi gani kuweza kutumia au jinsi ya kuweza kuweka dawa kupitia njia ya custom. Kwa ina maana utakuja aidha ni urudi kule kwenye add medicine au unaingia kwenye manage medicine, then unabonyeza button ya hapa juu. Baada ya hapo utakuja kwenye custom hapa. Kwa nitaonyesha ni jinsi gani unaweza kuadd dawa kupitia custom. Mfano kama hapa tunaweka dawa yetu ambayo nyingine tunataka tuiongeze kupitia custom. Unaweka mfano Panadol space 500 mg. Naweka hapa ninaweka jina lolote lile ambalo unahisi ni la dawa. Mimi nimeweka hii tu kama sample ya kuweza kuingiza kuingiza dawa kwa njia ya custom. Ina maana inategemea labda una product utaiweka, una dawa utaiweka, una medical equipment utaiweka, ni chochote kile kinachohusu duka lako la dawa utaandika hapa. Then kwenye product type hapo ukiklik utaona kuna njia kadhaa. Kuna product type za aina nyingi. Kuna pharmaceutical, kuna medical equipment, kuna cosmetic, kuna medical supply, kuna supplement, kuna others. Kwa sababu sisi ni Panadol, tutachagua pharmaceutical kama unavyoona hapa. Baada ya hapo hapa chini kuna category. Kwa utaklik hapo, baada ya kuklik zitakuja category nyingi. Sisi kwa haraka hapa tutachagua others kwa sababu hii ni Panadol. Kwa unaweza kuchagua others au kama vipi unaweza kuchagua hiyo dawa ipo katika
katika kundi gani, kwa sababu nyinyi wenyewe wa famasia mnaweza mkajua hiyo dawa ipo katika kundi gani. Hapa kama unavyoona hapa zipo nyingi, kuna antibiotic, kuna nini, sijui dawa zipo aina nyingi. Kwa mimi hapa kwa haraka nitachagua other kwa sababu sijui hiyo dawa ipo katika kundi gani. Baada ya hapo hapa kuna sehemu imeandikwa quantity. Kwa ina maana nitajaza hizo dawa zipo ngapi kwenye duka langu la dawa kwa huo wakati. Sawa, mfano hapa tuchukulie ziko 400. Sawa. Baada ya hapo ukija chini hapa kuna buying price na selling price. Buying price, bei nilonunulia ni shilingi ngapi. Kwa mimi hapa nimenunua bei shilingi 50 lakini nitauza kwa shilingi 100. Ukija hapa chini hizi ndio taarifa za juu, ndio taarifa za muhimu ambazo ni medicine name, product type, category, quantity, buy price na selling price. Hizi ni taarifa za muhimu ambazo ni lazima kila dawa unayoingiza kwenye app yetu FK Pharmacy kupitia duka lako la dawa lazima usijaze. Lakini hizi za chini ni taarifa za optional, ina maana sio lazima. Kwa hiyo tutaangalia nazo namna gani kuweza kuzijaza. Kama unavyoona hapa kuna kitu kinaitwa required prescription. Kama kitokea labda kuna dawa ambayo inahitaji maelezo ya daktari, utaweka toggle, utabonyeza, itakuwa inaenda kulia. Sawa. Kama vile dawa yako unaweza ukafanya mauzo kwa nusu. Mfano labda unauza 1.5 au nusu na robo nini, unaweza ukaweka hivi, ukaadi hivi. Kama kuna expire date unaweka, kama kuna batch number unaweka, kama kuna minimum stock unaweza kuweka. Na hii uzuri minimum stock itakusaidia dawa hizo kazi zimebakia chache, itakupa alert kwamba hiyo dawa zimeisha. Unaweza kuweka, lakini default ipo 10. Kama kuna barcode unaweka, kama kuna manufacturer wa hiyo dawa unaweka, kama kuna generic name ya hiyo dawa unaweka, kama kuna dosage form unaweka, kama kuna strength hiyo dawa ama ni product unaweka, kama kuna note unaweka. Lakini mimi hapa nitaweka zile taarifa za muhimu ambazo tutajaza kule juu. Kwa utaadi kwenye save hapa kama unavyoona. Baada ya hapo tumeweza kuongeza dawa yetu ambayo ni Panadol 500 mg. Vile vile unaweza hii dawa baada ya kuiadd unaweza ukabonyeza kwenye nani, unaweza ukaiedit ama ukaidelete kama unavyoona. Kama umekosea unaweza ukaiedit hapa kama unavyoona. Hizi ndio taarifa za dawa hizi hapa, hizi unavyoona. Kwa maana unaweza ukaiedit au unaweza ukaifuta. Kwa jinsi ya kuedit unaweza ukaedit vile vile unavyotaka wewe. Mfano kama hii tumekosea, labda tuone hapa, tuna hii hapa dawa yetu hapa tumekosea jina. Sawa. Kwa unaweza ukaedit vile vitu unavyotaka. Au umekosea manufacturer, unaweza ukaadi manufacturer yote ambayo yule unamjua, unaweza ukaadi. Mfano manufacturer huyu hatumtaki, tukaanza hivi tukaadi. Baada ya hapo tuna update hapa kama unavyoona tayari tusha update. Kwa hiyo ndio jinsi ya kuweza kutumia app yetu ya FK Pharmacy upande wa kuadi dawa ama kuadi product. Karibuni sana kwenye app yetu FK Pharmacy, ndio app bora kabisa kuweza kusimamia duka la dawa.